Bwana asifiwe sana. Tunaendelea kumshukuru Bwana Mungu Mwenyezi kwa ajili ya neema hii ambayo ametupea siku ya leo kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu kwa ajili yake. Nataka leo tuzungumze kwa ufupi sana. Nitaomba nisome andiko hili, ingawa silo andiko la somo, lakini tatamani tusome andiko hili kwa kutokukata tamaa kwa namna yoyote. Kitabu cha Luka mtakatifu 18:1 nitasoma. Anasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Bwana asifiwe sana. Pamoja na kwamba tunaomba, lakini kuomba kwetu hatuombi kwa kumlazimisha Mungu atende. Kuna yale ambayo tunayaomba, mengine yanachukua muda kujibiwa na Mungu, mengine yanachukua hata miaka hata 5 4 hajajibiwa, lakini imetupasa kuomba siku zote bila kukata tamaa, ingawaje kuna mafikirio na mawazo ambayo kwa asilimia kubwa yaweza kutufanya tukate tamaa, lakini lengo ni lile moja, kwamba akawaambia mfano kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote bila kukata tamaa, yaani kuomba bila kukata tamaa. Sasa inafika mahala watu wengine wa Mungu, kwa sababu ya maombi yao hayajibiwi na Mungu, inafika mahala sasa wanakata tamaa kwa sababu eti Mungu hajibu. Bwana asifiwe sana. Eti Mungu hajibu. Kwa hivyo lazima tuweze kuwa na subira na tuendelee kuomba bila kukata tamaa. Wakati mwingine pasina subira hatuwezi kuendelea. Kwa hiyo lazima tuendelee kuomba, hata kama ni kama Mungu amenyamaza kwa namna gani, lakini tuombe Mungu hata katika mazingira magumu. Tuombe Mungu sana. Bwana asifiwe sana. Hivyo sasa niende kwenye andiko langu la Mathayo, andiko la somo hili, tutakwenda nalo andiko hili Mathayo mstari wake wa 6 na 16, tukianzia pale. Nataka tuangalie kwa habari ya mfungapo msiwe kama wanafiki. Kitabu cha Mathayo 6:16 anasema, tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, nawe mafuta kichwani unawe uso, ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila Baba yako aliye sirini, Baba yako aonaye sirini atakujazi. Bwana asifiwe sana. Inafika mahala, huyu ni Yesu anaongea, anasema kwamba nanyi mfungapo msiwe kama vile wanafiki wafanyavyo. Kwa sababu kuna watu wengine ambao wakifunga wanatamani dunia nzima ijue kwamba wanafunga. Mungu atudume sana. Yaani wanatamani kwamba dunia nzima, ulimwengu mzima ujue kwamba wanafunga, kwamba anafunga. Anaposti mtandaoni kwamba jamani, Bwana asifiwe sana, wiki hii nina mfungo. Sasa sawa, una mfungo, huo ni wa kwako, sio wa dunia nzima. Kwamba ufungapo mtu wa Mungu,
Usifunge ili kwamba tukuone wewe mtu wa Mungu unafunga, hapana, bali ufunge ili Mungu aonaye sirini akujaze huko sirini wakati wa mfungo wako. Bwana asifiwe sana. Lakini nafika mahala mtu akifunga, yani anatia sura tafikiri mbuzi fulani, yani sura inakuwa na huzuni mwingi sana. Nafika mahala yani anatamani kila mmoja aone kwamba anafunga. Lakini Yesu anasema kwamba ufungapo mtu wa Mungu, jipake mafuta kwenye uso wako, jipake mafuta kichwani, na uso vizuri, uonekane vizuri, uko smart, ili kwamba watu wasijue kwamba unafunga, usionekane kwamba unafunga. Lakini siku hizi tunakuwa na watu ambao wakifunga tu lazima dunia nzima ijue, itambue kwamba leo ana mfungo. Hapana, hapana, huo nao ni unafiki. Sababu unafika mahali kosa, sababu mfungo ni wa kwako. Sisi wengine mifungo hiyo haituhusu sisi. Huo ni wa kwako huo. Nenda kwa Mungu, mwambie Mungu nakuja kwako, nakuja bwana kufunga. Kwa Mungu nisaidie sana niweze kuendelea na mfungo huu. Lakini haitoshi, anapenda dunia nzima ijue kwamba naye anafungaga. Bwana tutume sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu ufungapo usiwe kama mnafiki ili kwamba uonekane na watu kwamba na wengine unafunga. Hapana, bali funga na Mungu aonaye sirini atakujazi huko sirini mlipo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mimi kwa leo nishie tu hapa. Somo hili nitaendelea nalo mpaka mwisho. Tutambue maana tumekuwa na Kristo waovyo sana. Yaani wanatamani kila kitu afanyapo lazima kiwe kwenye mtandao. Hapana, vitu vingine tia private, sio kila kitu kwenye mtandao. Akifunga mtandaoni, akiomba mtandaoni. Hapana, mtu wa Mungu sio aise. Mungu atuhurumie sana. Kwa hiyo nadhani kwamba tutapambana vizuri baadaye. Pambana sawa. Lazima tujue namna ya kufunga. Sio unafunga tu unakaa tukujua kama unafunga unatia huruma, tukutambue, tukuone kwa nawe unafunga ili tukupe tu sifa kwamba yule mtumishi anafunga sana. Hapana, sifa au funge tukusifu. Hapana, unafunga ili wewe uboreshe, ili wewe uwe karibu na Mungu. Mfungo sio sanaa, sio kusherekea, sio kwamba ni tangazo kila mtu ajue. Hapana, mfungo ni kwa ajili yako, ili kwamba mahusiano yako na Mungu yaendelee kuwa bora zaidi. Sio mnakaa tu mnafunga ili kwamba muonekane. Na wanafiki msio kama vile wanafiki. Yaani wanafiki wanapenda sana kuonekana mbele za watu kama mimi nafunga. Yaani apewe tu sifa tu, yaani tu asifiwe, ndio lengo. Mungu atunume sana. Kwa Mungu funga, uso wako unawe vizuri. Uso wako cheka na watu. Sasa unakunja uso, utafikiri umekula ndimu. Mungu atunume sana. Funga mtu wa Mungu. Ufunge uso wako, utie vizuri, usitie uzuri utafikiri umefiwa na mume na mke. Kwa hiyo nadhani kwamba tutaendelea na somo hili mpaka tuelewane vizuri kwa habari ya kufunga. Tunafunga vibaya wakati mwingine, yaani unafunga ili kwamba tu tukuone, tukusifie kama mtumishi yule yuko kiroho sana. Anafunga yule anamtafuta Bwana, Hapana. Ifike mahali tukome, tujifunze maandiko matakatifu haya. Sio unafunga tu ili kwamba tukuone. Mimi nisongee sana. Ni kwamba ninaendelea, huo tu ni utangulizi ya somo hili ya kufunga. Neema na amani ziwe nanyi.